Imeweza kuagizwa ofisi kama ofisi kwa idara ya elimu msingi na sekondari ya mambo kama manne. Na mambo haya la kwanza ambayo ningependa kuwafikishia ni swala la utambuzi wa uwajibikaji wenu. Idara zote mbili zinatambua utendaji kazi wenu uliotukuka. Ni utendaji, yani mwalimu hufanya kazi ya kitume. Mwalimu anafanya kazi ya kitume. Ni kazi ngumu, ni kazi inayohitaji kujitolea ili kuhakikisha kwamba watoto wetu wanafikia malengo kusudiwa. Tunawalea watoto, tunakaa nao kwa muda mrefu, lakini pili, mwisho wa siku tunaandaa taifa hili ambalo tunatarajia kuwa taifa zuri la kesho. Kwa hiyo nipende kusema kwamba ofisi zinatambua majukumu yenu, natambua uwajibikaji wenu, utendaji kazi wenu. Lakini mbali na hapo, serikali pia kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa swala la elimu kama ilivyotangulia kusema mzungumzaji, bado imeendelea kufanya vizuri kusimamia maslahi ya wafanyakazi kwa ujumla wake, na hasa sisi walimu. Jamani, hatufikie hata Mama Samia makofi mawili. Eneo ambalo mama yetu amekuwa akifanya vizuri sana kupitia wasaidizi wake. Mpaka sasa tukienda kwenye eneo la madaraja yetu, si ndio? Ukiangalia madaraja yetu jamani, bado yana manunguniko. Ametutoa mbali sana. Sawa eh? Kwa hiyo hatuna budi kumshukuru Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutambua utendaji kazi wetu. Sawa eh? Na tuendelee kumuunga mkono na tumwambie mama mitano tena. Wakiwemo na wasaidizi wake, yuko Dr. Mwigulu Nchemba, waziri wa fedha. Naona mambo makubwa anayofanya pia. Kwa hiyo tukitoka kwa Mwigulu Nchemba, tunaye mheshimiwa diwani wetu Mr. Ezekiel Mwambe, Stephen Mwambe. Yeah, Mr. Stephen Mwambe. Mnaona kazi anayoifanya. Yote hii ni kutambua ni nini sisi walimu tunafanya. Diwani wetu kwa asilimia kubwa ametubeba. Madiwani wachache sana. Tuzeni tuanze kuangalia historia. Iramba tuna kata 20. Je, ni madiwani wangapi wamekutana na walimu wakasema hebu tuwapongeze walimu hawa kwa utendaji mzuri? Walimu wako hapa kwa ajili ya kuisaidia jamii ya Mpulu ili iweze kufikia malengo ya watoto wetu kupata elimu bora na si bora elimu. Mchakato huu mmoja huu mimi umenifurahisha sana. Umenifurahisha sana mheshimiwa diwani. Na tuendelee kuombea Mungu katika hiyo mitano tena tuwe pamoja. Nipende kusema kwamba hatuna budi kushukuru serikali yetu, lakini kwa idara mbili hizi kwamba zimekuwa zikisimamia pia utekelezaji wa masuala haya ambayo yamekuwa yakielekezwa kila kukicha na serikali yetu ya Mama Samia Suluhu Hassan. Lakini pili, jambo la pili, swala la ufaulu. Nipende kuwapongeza wote msingi na sekondari kwa kufanya vizuri. Ningeomba baada ya kupongezana hapa, basi hiwe ni chachu ya kufanya zaidi ya tulivyofanya. Maana nimesikia kwamba shule ya mwisho kwa msingi ina 73% ambayo ni moto. Kwa hiyo iwe chachu sasa ya kututoa hapa tuweze kwenda na asilimia zile za kitaifa za 85 kwa elimu msingi, asilimia 85 ya ufaulu. Kwa hiyo tujitahidi sana tupandishe ufaulu, yani
mchakato huu au sherehe hii ya kupongezana, mimi naomba iwe chachu ya kuitana tena kwa mwaka 2026 ambao matokeo yatakuwa ni ya mwaka 2025. Si ndio? Iwe chachu tuitane tena tukiwa na diwani wetu Mr. Steven. Na kwa sherehe hii na kwa ufaulu huu sasa, huu nafikiri ndio umemsukuma Mr. Steven Mwambi kuona kwamba sasa kuna haja ya kufanya kitu, kuna haja ya kukutana na walimu, niweze kuziona nyuso zao, lakini pili tuweze kuona kwa namna gani tunaweza tukabadilishana maarifa. Na yale ambayo anakusudia nafikiri atatuambia kwamba anakusudia nini kufanya zaidi ya hapo. Tunajua ni diwani wetu na tunamwamini, kuna jambo anaweza akatutoa hapo. Kwa hiyo jambo la ufaulu, mimi niendelee kuwapongeza. Kwa ofisi zetu tunaendelea kuwapongeza, ziko pamoja nanyi. Kwa hiyo tunachoomba tu ni kwamba muendelee kuchapa kazi na sisi tuko nyuma yenu.